Irani yashambulia Israeli zaidi ya mara mbili ilivyofanya Marekani leo asubuhi. Kwa kitu kilichotokea asubuhi leo ni kitu kikubwa sana. Marekani imeshambulia Irani na Irani imelipiza kisasi, imeshambulia makombora zaidi ya mara mbili ilivyoshambulia Marekani katika nchi ya Irani. Angalia jinsi watu walivyoasilika katika mashambulizi ya Irani katika kisasi ambacho wamekifanya leo. Leo imefanyika vita vikubwa sana. Kwa hiyo imefanyika vita ambavyo havijawahi tokea sana hapa ulimwenguni. Dunia inatetemeka kwa nini kitu ambacho kinaendelea. Hata Israeli yenyewe inatetemeka kwa kitu ambacho kimeendelea siku ya leo. Marekani yenyewe inatetemeka kwa sababu katika hivyo vita ambavyo vimetokea siku ya leo, almost watu 16 wamepata kujeruhiwa. 16 watu wengi wamejeruhiwa siku ya leo. Tunaona kabisa kisasi ambacho wamekifanya Iran ni kitu kikubwa sana ambacho wamekifanya kuliko yale makombora ambayo yameyafanya Marekani leo asubuhi. Kwa ni kitu kikubwa ambacho kimetokea leo asubuhi. Kama kilivyoangalia katika miji mikuu iliyotokea hapa Israeli, miji mikuu iliyokuwepo Israeli imepata kisasi kikubwa katika mashambulizi haya. Kwa wengi wamepata hasara katika mashambulizi ya siku ya leo. Mashambulizi ambayo wamefanya Marekani siku ya leo ni madogo kuliko ambayo amelipiza Irani siku ya leo. Kwa tunaona katika kabisa kwamba vitu ambavyo vinaendelea katika ugomvi wa Iran na Israeli ni ugomvi ambao unatikisa dunia saizi. Ni ugomvi ambao unatikisa dunia. Tunaona watu wengi wakifariki, tunaona watoto wakilia, watu wengi wakilia kwa sababu ya ugomvi ambao unaendelea kati ya Israeli na Iran. Vitu vingi vinaendelea. Magorofa mengi makubwa yameporomoka leo kupitia mabomu ambayo amewafanya leo, makombora ambayo amewapiga Iran dhidi ya Israeli na makombora ambayo amepiga Marekani dhidi ya Iran. Kwa kisasi ambacho kimefanywa siku ya leo ni kisasi ambacho ni zaidi ya Marekani jinsi ilivyofanya. Tutaangalia kwamba zewe jinsi inavyoendelea, Marekani atasema nini, Iran atasema nini, au Israeli atasema nini katika makombora ambao wamepigwa siku ya leo. Tunaona majeruhi ya watu wengi sana wametokea, almost kama 16 watu ambao kupata majeruhi. Ila tunajua kabisa kuna watu pengine wamefariki, kuna watu wengine wamezikwa na vifusi kama unavyoangalia hapo jinsi ilivyotokea katika magorofa hayo. Kwa ni zewe jinsi gani Iran ipo serious katika mashambulizi ya namna kama hii hapa. Ni watu wengi ambao wamejeruhiwa, ni watu wengi ambao wamepoteza maisha siku leo katika mashambulizi ya Iran na katika mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Tunaona kabisa hiki kisasi ni kitu ambacho dunia nzima inatetemeka kwa sababu ya kisasi hiki. Tunaona dunia ikitetemeka kwa sababu ya ugomvi huu ambao unaendelea saizi. Iran imeamua vitu vikubwa sana. Ila nakuja kama kawaida, mimi ni mtu ambaye natathmini katika Biblia. Mimi ni mtu ambaye naangalia katika Biblia. Hivi vita naviangalia katika ulimwengu wa roho, na niliangalia katika ulimwengu wa roho zaidi. Kama naviangalia katika ulimwengu wa roho, hivyo nakusii unayesikiliza wakati huu kwamba wakati ambao unaendelea saizi ni wakati mbaya sana katika ulimwengu wa roho. Kama hujatengeneza maisha yako na Yesu Kristo, yafaa utengeneze maisha yako na Yesu Kristo, kwa sababu hivi vita ambavyo vinaendelea ni ishara kubwa sana ambazo zinaonyeshwa kwamba muda wowote na nyakati yoyote Yesu Kristo anaweza kurudi na kulichukua kanisa lake. Kwa msikilizaji unayenisikiliza wakati huu, mimi nazidi kukusii kwamba ninaenenda na Biblia inavyosema kwamba ukiona vita na machukizo mbalimbali katika mataifa, jua nyakati za mwisho zimekaribia. Hivyo kuna nyakati ambazo zinaonekana saizi, tunavyoona watu wengi wakipigana, watu wengi, mataifa mengi. Tunaona kitu ambacho kinaendelea saizi. Hiki kitu ambacho kinaendelea saizi, Marekani kuisaidia Israel na Iran kushambulia. Iran yupo nyuma ya watu fulani. Kuna nyuma ya Iran, kuna nyuma ya Israel. Kwa kuna vitu ambavyo vinaendelea saizi, sio vitu vya kawaida. Vitu ni vikubwa ambavyo vinaendelea saizi. Ni vitu vikubwa ambavyo vinaendelea. Kwa unavyotathmini kwamba hiki kitu ambacho kinaendelea saizi kingekuwa katika nchi yako ungekweje? Watu wanatafuta ibada, watu wanatafuta muabudu Mungu, wanatamani wamuombe Mungu kwamba hivi vita visiendelee, ila hawawezi.
wanatamani wakae kwenye magoti mbele za Mungu ili vita visiendelee. Wameshindwa kwa sababu ya vita jinsi inavyofanyika. Iran yupo serious, Israeli yupo serious, na Marekani anakuja serious. Na tunaona NATO jinsi NATO inavyosogeza majeshi yake, inavyosogeza meli zake katika bahari ya kati. Tunaona kabisa UK ikisogeza meli na Marekani akisogeza vitu vyake. Tunaona kombola ambao ameiandaa kwa ajili ya kuisambaratisha vinu vya nuclear pale Iran, na Iran akaamua alipize kisasi. Sasa kalipiza kisasi kikubwa sana, ambacho kimetokea siku ya leo. Ni kisasi kikubwa sana ambacho hakijawahi kutokea, na dunia inatetemeka, dunia inashangaa kwa kisasi ambacho amekifanya Iran. Endelea kutufuatilia katika habari mbalimbali na mafundisho mbalimbali.